niwezeshe Bwana kungojea, nisaidie Bwana kusubiri, nipe nguvu Mungu za kustahimili, nisije nikachoka nikaua maono, nisije nikachoka nikaua maono. Nimeandika maono yangu kwenye kibao, nami nangojea Bwana uyatimize. Nawe waniambia maono niyangoje, hata yakikawia yatatimia, hata yakikawia yatatimia. Niwezeshe Bwana kungojea, nisaidie Bwana kusubiri, nipe nguvu Mungu za kustahimili, nisije nikachoka nikaua maono, nisije nikachoka nikaua maono. Nipe subira Bwana, nisubiri, na maono haya muda wake umeamuriwa, yanafanya haraka kufikia mwisho wake, hayasemi uongo yatatimia, hayasemi yatatimia. Naomba niwezeshe Bwana kungojea, nisaidie Bwana kusubiri, nipe nguvu Mungu za kustahimili, nisije nikachoka nikaua maono, 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 nisije nikachoka. Amen, amen. Nisije nikachoka kukusubiri. Nivo? Wow, powerful. Nisije nikachoka kungoja nikaue maono. Why that? Oh, pole pole, hapa chini tu. Fungua tu hapa chini pole pole. Asante. Kwa sababu wakati mwingine watu tuna maono. Lakini nimekusikia ukisema tumtegemee Bwana kwa akili zetu zote. Yes. Wakati mwingine ni kweli unategemea Mungu na unasubiri sana. Lakini vile unavyosubiri unakuta kuna ile yani ni kama kukalisha. Kama hauna uvumilivu utaua hiki kitu Mungu ameweka ndani yako. Amen. I think that's what we are struggling with most of us. We are going through that. I think mtu wangu wa sound, you can check the mic ya guest, itakuwa baraka sana. It is true, some of us
we go through that. Manze, una wait on God, and I think the song is just it's just a song of this hour because we are talking about trusting God, and the song is saying atusikuje ukachoka kumngojea Bwana ukawe maono. And that's true because mtumishi, sometimes tunapatanga kwamba I've been praying together with you. We went together kwa mountain kufast. Wewe ukajibiwa wa kwanza, mimi sijajibiwa. So it comes a problem to me because my sister has been answered. Kwani mimi sikuwa kwa list. So but I'm not thinking about what if wewe so kitoka ndio mimi ndio next. So I'm just thinking like maybe mimi sikuwa kwa list ya Mungu. So I get tired easily. I thank God for that. More grace sana. Karibu sana. Asante. Just using your camera, I want you to first of all to introduce yourself. Tuambie unaitwa nani, ukatokea wapi, unashiriki wapi. Na sijawaambia title yako because the song has the title, full title. So acha kwanza introduce and then it will be a blessing. Tumia kamera hapa. Majina yangu naitwa Kate Leian. Mke wa mchungaji. Leian, Leian. Wow. Masai. From Narok? From Loitoktok. Loitoktok. Yeah. Lakini mimi ni Mkikuyu. Niolewa na Masai. Dirakwira riri. Leian ya mwisho. Leian ya mwisho. Okay. Nimetokea kwetu ni Loitoktok. Yes. Nimezaliwa Loitoktok. Yeah. Nimeolewa pande hizo. Wow. Lakini kwa neema ya Bwana Mungu akatutuma Ukambani. Emali. DJ Show. DJ Show. Anajua huko kote. Emali, yeah. Mombasa Road. Tunamtumikia Mungu hapo. Amen. This is great. You know, I met you through Lema John. A very powerful young man. Let me just ask this. I saw kwa title you are Pastor Kate. Pastor Kate. How is it to be, first of all, a pastor and also to be a pastor's wife, probably? How is it that life? Mimi nafanya kazi chini ya mume wangu. Mume wangu ni mchungaji. Lakini watu wananiita Pastor Kate. Yes. Nadhani kuna uchungaji umeonekana ndani yangu. You come after. Kuna labda uchungaji umeonekana ndani yangu. Na unajua majina yanatokana na Mungu. Yes. Sio mimi nimejiita. Yeah. Watu ndio wameniita. Yes. Mimi nafanya kazi chini ya mume wangu. Pastor Joseph Leian. Yes. Tunamtumikia Mungu Emali. Amen. Na mimi ni mke wa mchungaji. Kwa hivyo sio ngumu kwangu kuwa mke wa mchungaji. Yes. Na sio ngumu kwangu kuitwa pastor. So tuseme kuna part ya mke na kuna part ya uchungaji. Kuna part. Ukiwa kwa nyumba wewe ni mke. This is great. Mimi ni mke kabisa. I think sometimes watu wanafia. Okay, for the young ladies who are watching. Hello, wamefunga shule. For the young ladies who are watching, the wanasamanga, mimi siwezi taka kuwa pastor's wife. Did you ever have that thought before you got married? Ama you got married when he was not yet a pastor? Niliolewa kabla hajakuwa mchungaji. Lakini you have the thought? Kutamani. Mbona? Mbona? Yani haikuwa ndani yangu. Udhani kama ninaweza kuwa mke. Maana nilikuwa ninaona kuwa na mama yetu mchungaji, nilikuwa naona vile anatumika. Yes. Na kuna wakati mwingine watu hawamuelewi. Na inabidi anakuwa na moyo mkubwa wa kuaccommodate kila yule anayekuelewa, yule asiyekuelewa, yule anayekupenda, yule asiyekupenda. Unaomba kuwa na moyo mkubwa namna hiyo wa kubeba watu. Na wakati mwingine nilikuwa nasema mimi hii siwezi. Tajikuta nimechapa watu makofi. Kwanza unapata mshirika anakufanyia kwanza bibi hapa si. Anyway, thank you. Nataka upewe hiyo mic ingine so that we tuelewane vizuri and it will be a blessing sana. So thank you so much for those who are following. Please send in your comment. Kama unamjua unasema hi na itakuwa baraka sana. Young people mmejibiwa. And I don't know if tutauliza pastor the next bishop who is coming, tutamuuliza how about men? Can men really desire to be under a pastor who is a woman?
kaangalia. Juu saa zingine pia the pride, the ego in man. Anyway, I think that should be a topic for another day. One day tutakuita Pastor Kate na tuite her husband. Wote waketi hapo. Aya, mtumishi, you are now serving, now that umesema, I'm using your words to judge you today. Hii ni hot seat EBN. Now that umesema you think kuna uchungaji, ni kama wanaona kuna uchungaji na ni Mungu ndiye huleta hiyo callings. Now you are into singing also. This is a song of encouragement. And I'm sure someone is putting it on his or her smart TV and they listen to it and they pray to God. And God hears their prayers. How did this kind of sound, soft sound of encouragement drop in your spirit? Okay, nilikuwa muimbaji. Aha. Jamani, naomba tutumia hii. Nilikuwa muimbaji toka kitambo. Yes. Na nimemtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji muda mrefu. Yes. Nadhani nilianza kuimba 2007. Aha. Ijapokuwa kuna mahali nilikuwa nimeenda. 207. Nilikuwa wapi? Okay. Ndio nilianza kuimba nikiwa uko chini Loitoktok. Na bado ukifika Loitoktok kwetu ni chini kabisa, kunaitwa Rombo. Mahali unasikia kunatokaga tomatoes. Nyinyi ndio mnaletanga hivi vitu. Sasa sisi ndio tunalete. We are coming there soon. Karibu sana. Yes. Na nikawa ninaimba tu Yeah. mwimbaji wa kwaya, ni mwimbaji wa kijijini. Katoa albamu yangu ya kwanza hiyo 07. Yeah. Nikakaa 08 09. Nikatoa albamu ya pili. Wakati ule watu walikuwa wanatoaga albamu. Yeah, na track. Sasa track ni gari. Yes. 20 nikakaa. That was 2012 ndio nilitoa albamu yangu ya pili. Yes. Na nikakaa kidogo, Mungu ndiye akazungumza na sisi kwa habari za kuhama. Ndio tukahamia Ukambani. Yes. Wakati tulikuja Ukambani, hii kitu ikawa ni kama ngumu kwangu. Ni kweli nina nyimbo, nataka niimbe, lakini hiki kitu ni kigumu, maana tumehamia mazingira mageni. Vile tulikuwa tumezoea njia ya kupata pesa kule, si ndio tutapata huku, maana huku ni kidogo, ni mjini kidogo, kule ni mashambani, pengine tulikuwa tumezoea kuchukua majembe tunaenda vibarua. Sasa huku hakuna vibarua, hali ikawa ngumu na nikatulia. Wakati nilitulia nikakaa, Mungu akatusaidia, tukaanza kuinuka kiasi. 2015 nikarekodi album ya 3. Nikarekodi album ya 3 inaitwa Yesu Juu. Nadhani iko kwa YouTube. Na nilipotoa hiyo album nikapitia challenges. Ikawa nimetoa nyimbo na nilikuwa nimeomba sana. Yes. Siendi studio bila kuomba. Yes. Mimi ni mtu wa maombi. Ikawa nimepiga maombi kweli. Mpaka nilipoenda studio sikuwa na ngangana. Ulikuwa sure hii. Nilikuwa sure sasa hii. Yes. Ndio sasa. Mtumishi. Kumbe kuna na feeling, you have practice on Saturday and you are just waiting for Sunday, and then you're like, who programmers and pay to him mic please. Because the spirit. Yes. Unakuta hiyo ni yako. Kumbe sio wakati wa Mungu. Oh God. Ile album nikamaliza, nikafanya shooting. Yes. Lakini sijui nini ilitokea. Yes. Ile album ilikaa studio miaka 8 nikiwa nimelipa kila kitu, nikiwa sidaiwi, nikiwa sina chochote. Tunadaiana na director na producer. Hakuna kusumbuana. What was happening? Sielewi, maana ilikuwa kile ikifika kuendea ile album, kisirani inatokea tu from nowhere. Shindwe. Riswa. But I think last week nilishare na watu nikamwambia kwamba there's a season God that just wants you to go through something. So that one day you'll become a testimony for others. Ni kweli. Yeah. Ni kweli. Na ninavyoongea nadhani mimi ni ushuhuda. Amen. Yeah, kuna mtu wako pale nje and I go like, by that this is the 4th year. I have not seen a breakthrough in this thing that I have been doing. I have not seen a breakthrough maybe in whatever that I've been thinking God to do for me. I'm thanking God to do for me. And hearing 8 years. Nothing. Yani hakuna deni, hakuna nini, hakuna struggle, lakini there's just something
confusion in between. I think that's God sometimes anasemanga mwenyewe anallow vitu zingine zifanyike tu. Ni kweli. Yes. Alafu hii huduma kuna mahali ilikuwa imefika inaonekana ni kama ijapokuwa nimesikia ukisema sio huduma, sasa utaniambia hii ni nini? Yeah. Kama sio huduma. Tutaenda kwa word. Nimekwambia nitakutafuta ukiwa na your husband. You will come, mutakuwa answerable to so many questions. for the purpose of young people. Yeah, but before that, before someone gets a song from the Lord, Psalms says, the book of Psalms, I don't know if it's 78, 76, somewhere there, the Bible says that I'll draw near to God and he shall make me proclaim of his goodness. How do I need this connection yangu na God ndio nipate a song from him? Because I just don't want to sing my mind. I want to sing the mind of God. And if for real I have, unajua unaweza kuwa kuna talent ya kuimba ama gift ya kuimba, but now you just doing a song because now the sauti ipo naweza fanya, but now singing from the spirit, how do you get connected to God close ndio uko able to produce the sound ama the mind of God in form of a song? Kile ninacho naongea kama mimi, yeah, kile kinanisaidia mimi kupata wimbo wa Roho Mtakatifu ni kuishi maisha ya utaua. Amen. Kuishi maisha matakatifu. Yes. Kuacha ulimwengu, yeah, na kukaa mbali na vitu ambavyo yes, kwangu vinaweza kuwa vya faida, yes, lakini kwa Mungu ni chukizo. Yes. Inanibidi niviweke kando ili nipokee kutoka kwa Bwana. Yes. Na nikiwa pale kama ninataka wimbo, si maandiko yanatuambia ombeni na nyinyi mtapewa? Yeah. Mimi ninaenda mbele za Bwana ninamwambia, ulisema niombe na mimi nitapewa. Amen, yeah. Nataka wimbo mpya. Na tena umesema nikikaa ndani yako na neno lako likae ndani yangu, niombe lolote nitakalo na wewe utanipatia. Yeah, na ninatulia. Wow. Roho wa Bwana anaweka ukitu. Mtumishi, do you think the generation that we are in right now, likes of Teddy and plus 99 others out there, do you think we are missing something when it comes? Because we have seen young people rising, then all of a sudden sound yake ilikuwa imekuja vizuri, but plus sound, unajua kitambo likes of Angela Chibalonza, she's no more, but her sound inadumu bado ipo. Why are we experiencing whereby right now someone rises alafu anapotea plus sauti yake? Jambo la kwanza, Biblia inasema pasipo maarifa pasipo mashauri, yes, taifa linaanguka. Ndio. Na pia hiyo Biblia inasema kiburi utangulia maanguko. Wow. Vijana wengi siku hizi akisoma tukamstari naone pale watu wameshangilia, wamepiga makofi. Why are you talking about me? Bora nimepigiwa makofi, hiyo imeenda. Sasa wewe hata uwezi yonyo. Oh God. Na pasipo mashauri, yeah, bila kushauriwa, yeah, unaanguka. Naona Suleimani anamwambia mwanae, mwanangu, yasikilize sana mausia ya baba yako, wala moyo wako usiondoke kando na neno la baba yako, yes, ili upate kitu cha kukusogeza mbele. Amen. Leo watu tunakosa, wacha nijiweke ndani, tunakosa kuwa na sauti ya kudumu. Ndiyo. Kwa sababu tumeyaacha mashauri. Yeah. Tumekuwa na wazazi wetu wa kiroho, wametulea vizuri, wametusaidia, lakini ikifika mahali unaona unaimba kawimbo kamoja tu, yeah, kama haka kangu, yeah, alafu nikaitwa kama EBN, yeah, hata nikienda sasa siambii pastor, yeah, kuna mahali nimealikwa, natoka tu. Goodness. Wakati moyo wa huyo mzazi unaumia, yeah, hawezi enda mbali. Wow. May the Lord have mercy on us. This is powerful. Maybe as we wind up, someone who is just watching you right now as a worshiper, I know God has called us in different dimension, different grace. Grace is one thing, but
it depends with one who holds the grace. Depends with you how you handle your grace, how God is using you, or how you are taking care of your ministration. Someone is like, I've been doing backup in church for a while, but worship leader Jai find a reason to tell me it's your time to now come in front, lead people. One, is it because leading is sensitive? Too sensitive. Let me use too sensitive. Or rather, is it because of Isaiah 60:22? Isaiah 60:22. Inasema, at its own time God will hasten your season. He will do it when it's your time. God will do it. Hivyo ndio nadhani ndio hivyo. Maana unajua kuna kitu moja waimbaji tunaokuwa tunakosa kuelewa. Yeah. Hii maneno sio ya hata mimi. Unajua ukiimba bafuni, Yeah. ukioga, unasikia ina flow. Yeah. Haiflow kwa kila mtu. Ni kwako mwenyewe. Ukiimba ukifua, unasikia hiyo worship mpaka inakupeleka ni kama unataka kunena na lugha. Ni wewe unahudumiwa mwenyewe. Mimi. Na mambo ya ibada inakuaga inahitaji mtu ako na capacity ya kubeba umati. Wale watu wanaingia kanisani, wengine wanakuja na mizigo, wengine wameumizwa mioyo, wengine wametoka hata kwa waganga. Unajua kanisa ni kama hospitali. Ukifungua mlango hivi, hausemi hapa tunatibu homa peke yake. Kuna kuja watu wa malaria, kuna kuja watu wako na HIV, kuna kuja watu wa kansa. Hata kama hauna uwezo wa kuwatibu, lakini ni hospitali. Hauwezi waambia waende. Sasa worship leader anapaswa kuwa na capacity ya kubeba watu. Amen. Wow. Capacity. Ya kubeba watu. Ako na uwezo. Mwingine aliingia akiwa amevunjika moyo kwa sababu ya ile huduma ya yule ndugu pale mbele imemuinua mpaka akasikia amefikia Mungu. Mwingine alikuja akiwa mgonjwa kwa sababu ya yule ibada imeongozwa na yule dada pale, ikamuinua mpaka akafikia uponyaji. Kwa hivyo sio hata mimi, kwa sababu niliimba jana. Jirani akaniambia hiyo sauti ni yako ama ni ya mtu mwingine? Sasa unaona utaipeleka pale. Kuwa wakati wa Mungu ukifika atakulete. Mungu atakulete. Alafu pia maandiko yanasema nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, naye kwa wakati wake atawakweza. Wakati wa kuinuliwa uje kuwa leader upo. Amen. Thank you so much. I think Worship Tuesday. I feel like continuing to speak. By the way, najua I'm the one of the people that I get most blessed when I ask. Najua mimi nakula direct and I'm eating direct. Yeah. So thank you so much for that. I just want you to share your social media handles, how people can follow you, more so on YouTube, how people can get you there and also support you. Yes. YouTube channel yangu inaitwa Kate Leyan. Hii Leyan inakuwa challenge kwa watu kuiandika, ni Leiyan. Leiyan. Leyan. Kate Leyan. Yes. Kuna nyimbo maono hapo, kuna zingine tu nyingi hapo. Nadhani ukinitafuta hapo utanipata. Amen. Pia kwa Spotify kuna hizi nyimbo Tubidi. Thank you so much. Kwa tuma salamu kabla sisi hapa tuko na uluya kidogo. Mimi wa Ingola mwasio isipokuwa tu huyo ndio wa Ukambani. Huyu sijui kwa nini alitoka Ukambani na anakaa Mluya. Lakini sawa tu. Tuma salamu. Natumai nikija hapa kuna kijana ni muimbaji pia aliniambia ukifika huko ndio usikose kunisalimia. Yes. Ndiye nataka kusalimia. Amen. Salimie Dennis Motesia mahali aliko. Yes. Apokee salamu. Na kanisa la Christ Ambassador International Ministries, House of Faith. Yes. Nawapenda sana. Amen. Amen. Thank you so much guys. So make sure umetafuta Kate Leyan.
I'm being careful with pronunciation because maybe Leian is around. So I have to be very careful. Sitaki kuvuruta masikio kiroho. Where? Anyway, go to YouTube and let's support Mtumishi. I told you, never judge someone evil too before you listen to them. You see now, this is so powerful. We have learned from her, and she's like our mom. Mimi wewe ushakuwa my mom. Hawa wajui mimi ushakuwa my mom. I'll be coming for advice. Aya, thank you so much. We'll be right back. And coming next on this hot seat again, guess who is coming next? Is another bishop coming here to do the thing. Amen. Remember, our topic of the day is trust, putting our trust in the Lord to set, as we believe in Him for anything that we desire in our lives. We'll be right back. Kufikia mwisho wake, hayasemi uongo, yatatimia. Hayasemi uongo, yatatimia. Naomba niwezeshe Bwana kungojea, nisaidie Bwana kusubiri, nipe nguvu Mungu za kustahimili, nisije nikachoka nikauama, nisije nikachoka nikauama, nisije nikachoka nikauama, nisije nikachoka nikauama, nisije nikachoka nikauama. Live on EBN TV, it's DJ Show, the Spin Master.